Hatari ya kutokuwa chini ya mamlaka. Hatari ya kutokuwa chini ya mamlaka. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Watu ambao wanatamani kuwa huru, watu ambao wanatamani kuishi wanavyotaka, kwenda wanakotaka, kufanya wanachotaka, wanapenda kuwa huru, wanapenda kuwa huru, wanapenda kuwa huru. Sasa kuna hatari kubwa sana ya kutokuwa chini ya mamlaka, ya kutokuwa chini ya mtu ambaye anakuambia kwamba usiende huku, ya kutokuwa na mtu ambaye anakuambia kwamba usifanye hivi. Ni hatari sana. Na ndio maana wako watoto ambao wameharibikiwa kwenye maisha yao kwa sababu hawakutaka kuwa chini ya mamlaka, hawakutaka kuwasikiliza wazazi wao, hawakutaka kuwasikiliza waliowatangulia. Mtu hatari ya kutokuwa chini ya mamlaka. Mtu yoyote ambaye yuko chini ya mamlaka hawezi kufika mbali. Mtu yoyote ambaye hajajitisha chini ya mamlaka hawezi kufika mbali. Hawezi kufika mbali. Hawezi kufika mbali. Mtu yoyote ambaye hako chini ya mamlaka ataumia tu. Mtu yoyote ambaye yuko chini ya mamlaka ataharibikiwa tu. Haijalishi kwa sasa anaonekana kwamba ni mjanja kiasi gani. Haijalishi sasa anaonekana kwamba ni mjanja namna gani. Ni issue ya muda tu. Muda si mfupi tutaona matokeo ya yeye kuishi anavyotaka, kwenda anakotaka, kufanya anachotaka. Watu wote waliofanikiwa kwenye maisha yao ni watu ambao walikuwa chini ya mamlaka. Ni watu ambao walikuwa na watu ambao wanawaambia kwamba hiki usifanye, huku usiende. Walikuwa tayari kushauriwa, ndio watu waliofanikiwa kwenye maisha yao. Na ndio maana mzazi yoyote yule anapomwambia mtoto alafu mtoto anafanya anachoona yeye ni chema, hafanyi kile anachoelekezwa, anafanya kile ambacho akili yake inamtuma, mzazi anajua kabisa kwamba huyu mtoto hawezi kufika mbali, ataharibikiwa tu kwenye maisha yake, hawezi kufika mbali. Na ndio maana usiseme kwamba hatima yako Mungu anajua. Hata wanadamu wanajua. Wanajuaje hatima yako? Wanajua kwa kile unachofanya sasa. Kwa kile unachofanya sasa. Kwa kuwa chini ya mamlaka ni kwa usalama wako. Yoyote ambaye yuko chini ya mamlaka hayuko salama. Kumbuka mara nyingi watu ambao uko chini yao ni watu ambao wakati mwingine wana umri mkubwa kuliko wewe. Wana uzoefu kupita wewe. Wameona mambo mengi kuliko wewe. Wewe ambaye hujaona vitu vingi, maeneo ambao kwa wakati mwingine maeneo ambao walikosea. Kuna maeneo ambao walikosea na wakaona matokeo yake. Kuna mambo ambao walifanya na wakaona matokeo yake mabaya. Kwa wanapokuambia kwamba mwanangu usifanye hivi au usiende hivi, kwa sababu tayari walikushajifunza, tayari walikushaona hatari ya kutokuwa chini ya mamlaka. Yoyote ambaye anataka kuwa huru, anataka kufanya anachotaka, anataka kwenda anakotaka, anataka kurudi nyumbani muda anaotaka, anataka kuwa huru, hataki kubanwa, hawezi kufika mbali. Njia ya huyo mtu ni fupi. Anguko lake haliko mbali. Kuharibikiwa kwake hakuko mbali. Hajalishi sasa anaonekana mambo yako vizuri kiasi gani, ataharibikiwa tu. Ataharibikiwa tu. Yesu akasema kila ninachokiona Baba akitenda ndicho ninachotenda. Kwa maana hata Yesu alikuwa chini ya mamlaka. Alikuwa chini ya mamlaka. Wapo watu ambao wanataka kubanwa. Ndugu, kama hutaki kubanwa, hutaki kuelekezwa, hutaki kuonywa, hutaki kushauriwa, unataka kufanya unachotaka, ujue hakika utaharibikiwa tu kwenye maisha yako. Kuwa chini ya mamlaka ni kwa usalama wako. Kuwa chini ya mamlaka ni kwa usalama wako. Ni kwa usalama wako. Kuwa chini ya mamlaka ya kiroho, chini ya mamlaka ya kibiolojia ni kwa usalama wako. Hawa wazazi ulionao wa kibiolojia wapo kwa ajili ya kukusaidia wewe kufika mbali.
Wazazi wa kiroho ulionao wapo kwa ajili ya kusaidia wewe kufika mbali, kwa ajili ya kusaidia wewe kufika mbali. Ni hatari kubwa sana kutokuwa chini ya mamlaka, kutokuwa na mtu unayemsikiliza. Kuna ndoa nyingi ambazo zimeingia kwenye majanga kwa sababu hawako chini ya mamlaka. Hata kama mume ana misbehave, mke hana kwa kwenda kwa sababu hawako chini ya mamlaka yoyote. Hata kama mke ana misbehave, mume hana kwa kwenda kwa sababu hawako chini ya mamlaka yoyote. Kwenye maisha lazima uwe na mtu ambaye anakukemea, lazima uwe na mtu ambaye unamsikiliza. Akikwambia no, na kweli ufanye. Akikwambia usifanye hivi, na kweli ufanye. Na wakati mwingine bila hata kuuliza maswali mengi sana, kwa sababu amekuwepo kabla yako, ana uzoefu wa kutosha, kuna vitu vingi ambavyo ajifunza. Siri ya kufika tunakotamani kufika kwa haraka ni kuwa chini ya mamlaka, chini ya mamlaka ya kiroho, chini ya mamlaka pia hata ya kibiolojia kwa wazazi wako. Kuwa chini, kujitisha chini ya wazazi. Unajitisha. Maandiko yanasema kwamba Yesu alijitisha. Tunaposoma kwenye Warumi 1:28, maandiko yanasema kama walivyomkataa Mungu kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Walimkataa Mungu. Kwa tafsiri nyingine, walikataa kuwa chini ya mamlaka. Walikataa kumsikiliza Mungu, walikataa kumtii Mungu, na Mungu akawaacha, maandiko, wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Ni hatari kubwa kutokuwa chini ya mamlaka. Ni hatari kubwa kwenye maisha yako kutokuwa na mtu ambaye atakukemea, kutokuwa na mtu ambaye atakushauri, kutokuwa na mtu unayemsikiliza ambaye akikwambia usifanye hivi ufanye, akikwambia hii no unasikiliza. Ni hatari kubwa sana. Huwezi kufika mbali. Wote waliofanikiwa, angalia kwa habari ya mitume. Kuna wakati ambapo Yesu aliwakwaza kwa jinsi ya kibinadamu, watu wakaanza kukimbia, lakini Petro pamoja na mitume wengine, Yesu akamuuliza Petro, na wewe unataka kuondoka? Petro akasema, twende wapi na kwako kuna maneno ya uzima. Mtu mwenye mamlaka anaweza kasema kitu ambako jinsi ya kibinadamu kinaweza kuwa kinaumiza, lakini baadaye utamshukuru. Asema kama Warumi 1:28, kama ulivyomkataa Mungu katika akili zao, aliwaacha wafuate kwenye fahamu zao, aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Ndugu, kama watu wakikuchoka, kama huna mtu wa kukuambia kwamba huku nako kwenda sio sahihi, hicho unachokifanya sio sahihi, kama hauna mtu kwenye maisha yako unayemsikiliza, ambaye kikukemea unamsikiliza, huwezi kufika mbali. Utaharibikiwa tu. Haijalishi unajiona mjanja kiasi gani. Muda si mfupi utaharibikiwa. Ndiko anasema kwenye Efeso 5:22, enyi wanawake watini waume zao. Wako wanawake ambao hawataki kuwa chini ya mamlaka, wanataka kuwa huru. Wanataka kufanya wanachotaka, walale na mwanaume wanayemtaka. Narudia tena, ni hatari kutokuwa chini ya mamlaka. Mungu ametengeneza structure hata kwenye familia kwamba mume atakuwa kichwa cha mke wake. Mume atakuwa ni mtawala. Taasisi yoyote ile ambayo ina kiongozi itaanguka tu. Serikali yote ambayo ina kiongozi ambapo hakuna mtu anayetoa maelekezo itafeli tu. Na ndio maana Mungu ameweka kwenye familia kwamba mume atakuwa ni mtawala, atakuwa kichwa cha mke wake, kwa maana kwamba atakuwa ni kiongozi. Ni hatari kubwa kutokuwa chini ya mamlaka. Wapo vijana hata ndani ya makanisa wanataka kujiongoza, akichemka anataka kwenda anakotaka, kufanya anachotaka, hataki kumsikiliza mchungaji wake. Na unakuta mwisho hafiki mbali.
kwenye huduma. Ndugu, kufika mbali unatoka huko chini ya mamlaka. Wako baba wa kiroho, baba wa kibiolojia wanaweza kukusaidia kufika kwa haraka kule unakotamani kufika. Lakini kama kwenye maisha yako hakuna mtu ambaye unamsikiliza, hakuna mtu ambaye akikukemea unasikia, hakuna mtu ambaye akikuonya unamsikia, huwezi kufika mbali. Mungu akubariki kwa kusikiliza mafundisho haya. Na kama ulikuwa na roho ya kiburi ndani yako, kama unataka kuwa huru kufanya unavyotaka, kuanzia sasa hiyo roho ya kiburi na iondoke ndani yako. Mungu akupe mamlaka sahihi itakao kusaidia wewe kufika kule ambako unatamani kufika. Akupe mamlaka ambayo itakushauri vizuri, mamlaka ambayo itakuonya, mamlaka ambayo itakuwezesha wewe kufika kule unakotamani kufika kwa haraka, katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau kusubscribe. Lakini pia unaweza share, unaweza comment, unaweza like. Kama unabarikiwa na mafundisho haya, usisahau kuwashirikisha watu wengine. Usisahau kuwashirikisha watu wengine unaowapenda. Usisahau kuwashirikisha watu wengine unaowapenda. Mungu anakubariki katika jina la Yesu. Amen.